Isaya 11:2 na mstari wa 2. Na roho ya Bwana itakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Tuishie hapo kidogo kwenye maandiko. Ukisoma kitabu cha Mwanzo kuna sehemu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Amina. Sisi ni mfano wa Bwana. Sisi unatembea una Roho Mtakatifu. Popote unapoenda unamwakilisha yeye. Popote unapotembea upo naye. Just imagine unatoka unaenda kufanya dhambi, wakati huo una Roho Mtakatifu. Anayeumia ni nani? Na anayeaibika ni nani? Wewe ni sura ya Bwana. Wewe ni taswira ya Bwana. Ukienda kutenda dhambi moyoni na wanaokuona wanasema hii taswira ya Bwana imetenda dhambi, kwa unamuumiza sana yule aliyokuwa ametundikwa msalabani kwa ajili yako. Unajua ukiwa umembeba mtu unapaswa uishi sawa sana yule mtu alivyo. Tembea unasema una Yesu. Inabidi huyo Yesu adhirike kule nje. Jumapili moja nikaambia vijana kama kuna mtu alikuwa na bad story ni mimi. Sidhani hata vijana pale Galilaya wana hiyo bad story. Wengine wanaisha tu ulevi. Wengine ni wazinifu wa kawaida. Sema wa kawaida mnaelewa. Lakini mimi nilikuwa ni kwenye level, unajua kuna kila kitu kina levels zinatofautiana, si ndio? Mimi nilikuwa ni level nyingine. Sometimes namuuliza Bwana sijui ni nini, kwa nini umeniweka hapa? I don't know why. Lakini Mungu kuna kusudi ameliweka juu yangu, nalo litatimia tu. Kwa hiyo unapokuwa umembeba yule uliombeba, unapaswa kujua niliyembeba ana jina kubwa kuliko hata jina lako. Ana sifa kubwa kuliko hata sifa zako. Kwa zile sifa zake unapaswa na wewe uwe nazo. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie kitu, unapotembea na Yesu na Roho Mtakatifu, kuna vitu hata ukivifanya kwako ni vya kawaida kabisa, unaona hii ni level ya kawaida, lakini kwa wale wanaovipokea ni level nyingine, kwa sababu ndani una Roho Mtakatifu. Sasa kipindi hicho nilikuwa tayari nimeshajichanganya sana. Hapo ilikuwa nikisimama kuimba, watu wanaitikia vizuri, unaona safi. You know watu wanaimba. Ila Mungu anachukua kidogo kidogo, unajua. Huyu jamaa anaingia uimbaji wake, anazidi tu kukamega. Sometimes ikawa ni unaimba hadi watu wanaambia wanakuangalia. Hadi sauti inaisha, hamna anayeinua mkono. Why? Mungu ameshachukua kile alichokupa, ile gift aliyokupatia, ameshaichukua. Sasa wakati nimeingia Kahama, ilishachukuliwa hiyo gift zamani. Wakati nimetoka kule, nilishayachanganya ya kutosha. Ile gift aliyoiweka Mungu alikuwa kashaiondoa. Nimebaki prayer wa kawaida. Nitaimba, wapo watakaoitikia, wapo ambao si ndio? Lakini hadi kuja kugundua kwa ile gift imeondoka, ilichukua gharama kubwa sana na mateso makubwa sana. Mimi nilikuwa nikikaa hivi na mwanamke, nikakaa kabisa, nikasema huyu nimemuelewa huyu. Nishuke mistari achomoi kabisa. Achomoi. Yaani hiyo ni appearance kabisa, atoki. Sijui na yeye shetani aliwekaga nini hapo. Yaani nikikaa chini nikakusaundisha, utasaundika na tutaondoka tu. Lakini vijana pia nilikuwa nimemwambia hii story, nikamwambia hivi, kama kuna mtu alikuwa utaficha hela popote, hapo mimi nitaingia tu chumbani nitanusa tu, yaani nitafanya tu harufu ya hela, nitajua hela ulikoificha popote. Yaani mimi sijakuwepo na wewe, sijakuwepo kabisa, lakini harufu tu ya hela. Utaniuliza umechukua hela? Hapana. Hapana, sijachukua kabisa, sijachukua. Kesho tunapita, siku moja babu yangu akajidai mjanja, akanyanyua godoro. Ile godoro lilikuwa lina cover, akaziweka hela kule kwenye cover. Alafu katoka shule, nilikuwa form 3, nikanusa tu harufu ya hela. Nikaingia kwenye pochi yake ya kwanza ina hela. Hapo niliposhika tu nikaitikisa hivi, hamna kitu. Nikaingia pale kwenye kitanda nimekaa, nafanya hivi. Harufu tu ya hela, ngaenda kanyanyua godoro na kuingiza mkono na kuchomoa. Yaani nikaijua ilipo. Hapo akauliza ngambia, kwani mzee uliweka wapi hela? Kabla wewe mzee unaziweka vibaya. Hela weke mwenyewe. So Mungu kuna gift anaziweka ndani mwa watu. Alafu akizichukua hizo gift kuzirudisha tena kwako inahitaji gharama kubwa sana. Make sure usipoteze hiyo gift ambayo uko nayo. Uchungaji ambao unao, make sure usipoteze. Uimbaji ambao unao, make sure usipoteze. Yaani hata hivi Brian ninapokuambia kuna vitu natamani ile level ya mwanzo ingekuwepo sasa hivi, ila nagaramika sana kuirudisha ile level ya mwanzo.
Lakini ukishuka magotini ukamwambia Mungu, nimerudi. Mungu, nimekosea, nimerudi. Nisamehe. Mungu anasema yes. Na ile gift hatimaye inarudi tena. Sema amina. Unaandika kanisa lisilo na Roho Mtakatifu linakuwa na mambo haya yafuatayo. Moja, halina upendo kabisa hilo kanisa. Piga huwa garagaza upendo hamna. Leo tutasema tuweke bati, atakuja mwingine atasema huyu pastor kazidi. Kwani aweke bati la msauzi, asiweke leupe? Yaani mashindano yanakuwepo, hamna umoja. Hilo kanisa halina Roho Mtakatifu. Tatu, limekuwa lina mashaka sana. Watu wake wana mashaka sana. Hivi hichi tukikifanya kitafanikiwa? Hilo kanisa tambua Roho Mtakatifu hayupo hapo. Mathayo 26 mstari wa 69. Angalia kwa nini? Kwa majina. Angalia gharama anayoitumia sasa Petro. Wengine nikisema gharama wanawaza hela sijui, no. Angalia gharama ya kwanza aliyoitumia Petro. Machozi. Gharama kubwa sana. Kuna mtoto anaweza ukampiga na asishushe machozi kabisa. Machozi. Kwa kuna gharama ya machozi lazima utaitumia ukimkosa Roho Mtakatifu ndani yako. Kupoteza ile zawadi uliyopewa, kuna gharama utaitumia kuirudisha ile zawadi. Utawala. Hilo kanisa lina Roho Mtakatifu sasa. Kama Gosheni hapa. Nimeangalia tu kwenye mabati hapa, nimeona umoja na nguvu umetawala. Namba 2, kanisa huomba sana mpaka ngome kutikiswa. Kosekane wanaoomba. Ukisoma Matendo 4:24 hadi 31, andika tu hiyo utasoma mwenyewe. Ombi ya mara kwa mara. Matendo 4:24 hadi 31. Lakini namba 3, humlinda mchungaji wake kwa gharama yoyote. Yaani hilo kanisa haliwezi kubali mchungaji wake aonewe. Au aseme mchungaji nje hapo mkute mchungaji wangu anasema unajua yule mchungaji mmoja mbele tatu nao umekaa kabisa. Mchungaji wangu ni kweli yule pastor anajisikia sana. Protect your pastor. Atakuwa ni mlinde. Kwangu mimi ndio baba. Anapaswa kulindwa. So protect your pastor. Maneno unayoyasikia pastor wako nje na usiyapeleke nje tena. Mwambie Mungu, wewe ndio unajua. Wewe ndio unaijua. Mimi sijui, wewe ndio unaijua. Kanisa lililojaa Roho Mtakatifu huongezeka kila siku. Hii Gosheni nimeiona. Leo sitaokoka mtu. Sasa kwa nini useme Roho Mtakatifu hayupo? Inaongezeka kuanzia watu, kimapato, kwenye kila engo. Mtu mmoja anaongezeka kwenye kazi zake, kwenye biashara zake. Lazima kuongezeke. Kama hamna kuongezeka hilo kanisa, Roho Mtakatifu hayupo. Na ukija kanisani tena, mimi sitegemei upawaji ukiisha nikaja nikapakuta tena Gosheni hivi. Kuna vitu vingine nitakuta vimeongezeka. Yaani naamini hicho kitu kabisa. I believe. Yaani hii Gosheni ya hivi sio Gosheni ya mwakani tena. Amina. Kwa kanisa lililo na Roho Mtakatifu huongezeka kila siku. Matendo 5:11 hadi 15. Walikuwa kifungoni. Amina. Amina. Tuko pamoja. Walikuwa wako kifungoni, sawa? Lakini malaika wa Bwana akawatokea. Vile vikwazo vikafunguliwa. Hebu sema mchana wa leo kuna kikwazo kinakwenda kufunguliwa. Paza sauti yako, mchana wa leo kuna kikwazo kinakwenda kufunguliwa. Yeah. Kwa if ukihitaji kikwazo ambacho kiko kwako kikafunguliwe, cha kwanza, kama unajua hujajipatanisha na yule Mungu, first jipatanishe na Yesu. Lakini ili vikwazo viondoke, cha kwanza lazima tuwe na Roho Mtakatifu juu. Amina. Tuwe na Roho Mtakatifu juu yetu. Mimi nilisema sio mhubiri sana, ni mwalimu tu. Wakati ninakuja kuna kitu kilikuwa kinaongea rohoni. Unaweza tu kufunika Biblia yako. Mimi nimemaliza hivi. Soko tunavyo sana, hatuna. Tena sometimes tuna shida sana. Lakini heri kujenga ufalme wa mbinguni first. Na ndio kwanza kijana anajitafuta kabisa. Wewe mwambie kitu, mimi moyo wangu ukisema fanya nafanya. Yaani nafanya tu. Hii level hili jengo lisio hivi tena. Lisio hivi tena. Tumekaa sasa hivi upande mmoja, yani tunakimbia juu hapa, mvua ikinyesha tutajikuta wote tuko hapa. Kwa hiyo mhubiri atakuwa amedili hapa hivi. Haleluya. Haipendezi. Haipendezi. Sasa nataka Jumapili ijayo
At least tutoke hapa pakikai pote wa safi kabisa. Tumaliza tutakuja tutapiga chini taili. Sasa taili tunataka viombe karama. Amina. Sijui Bwana anasema nini, sijui. Na nikakwambia huenda sauti ndio utakuja kuisikia hapa, sijui. Na hata wakati naandaa ule mkesha wa vijana, ulinila hela pastor. Na nilitoka mfukoni mwangu 500,000 ule wa kusifu na kuabudu. Kuna wapigaji wanalipwa hela. Nenda rudi anaokuja mazoezi. Zote kwa naona kubana, naomba hela yangu. Mwingine unampa. Kukodisha muziki ule tumeutoa, kuleta na kurudisha, kuvifanyia service. Hadi naja kumaliza, nimeteketea. Nikamwambia Mungu, mimi kwa kuwa ni kitu ulisema, sijui. Na wengine walipona pale, wengine walifunguliwa pale, wengine walijifunza pale. Rafiki lazima na rafiki, si ndio? Na mimi tunafanya kazi na mimi una rafiki ambao kumwambia bana, kutokana na 1 2 3 mimi Gosheni nilisema hichi. Na before Jumapili kinatakiwa. Si ndio? Kwa hiyo Dorini naamini una rafiki na utakacho kitaja rafiki atakifanya. Kwa hiyo Dorini sema tu chochote. Yaani hata kama ni 5,000 sema tu. Na sija kuandaa. Bosi niangalie. Hiyo hata usihangaike, lake nitaipata tu. Glory come. Hao wote hawajaolewa. Kwa wakati anakuja kijana, unaona tu mpate pasta mpigie kagoma wafanye na sasa. Ila ukiona pasta kagoma kakwambia bana mlango umelokiwa, ujue kuna mtu alienda huko. Sawa. Unamtajia. Tajia. Sawa, mimi na Glory andika 125. Wewe unajua unaipateje? Kwa hiyo 1.5 itoke huko kwa hao watu. Sawa. Sasa siende mbali. Nyie mlikuja kuimba na bahati nzuri hamkujua mimi ndio nipo huko. Hapo simsimamishi mwenyekiti. Katibu yupo si ndio? Chea usipige sana. Katibu yupo pale. Yupo. Katibu njoo. Hizi hela Jumapili isifike hamjaniletea. Na ukiona Jumapili inafika nipigie simu mapema. Katibu kwa yako unajua wako wangapi wanafanya kazi, wako wangapi ni wanafunzi. Sema ile kwa yako unaweza kupata shilingi. Bati leo likipigwa pale litaandikwa mbinguni, ile ni bati la nani kwa hiyo kwaya. Kwa sema haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kundi la waimbaji hapo, wengi ni wanafunzi, kwa tutatoa bati moja. 25 andika hapa bati moja. Amen. Sasa wewe wengine si wafahamu pastor. Hebu fanya hivi. Ukitoa kile kinachouma, nilikuwa nimeandika mstari hapa. Fungulie 2:14. 14 tu sasa. Najua Bwana unatengeneza njia